Katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala nchini limetoa tahadhari kwa wanasiasa kujiepusha na matumizi ya imani potofu na vitendo vya kishirikina kwa lengo la kufanikisha malengo yao ya kisiasa. Tahadhari hiyo imetolewa mara baada ya semina maalum kwa waandishi wa habari iliyofanyika mkoani Morogoro, ikiwa ni sehemu ya jitihada za baraza hilo kuelimisha umma kuhusu matumizi sahihi ya tiba asili pamoja na kupambana na mitazamo potofu inayochangia kudhalilisha taaluma hiyo. Akifungua semina hiyo, mwenyekiti wa Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala nchini, Profesa Joseph Otieno, amesisitiza juu ya umuhimu wa kuzingatia maadili na sheria katika utoaji wa huduma za asili. Katika uchaguzi tunaamini kwamba kuna watu ambao wanaenda kwa waganga ili waweze kupata huduma itakaowasaidia kisiasa. Kwanza niwaambia hao wanasiasa kwamba wote mnaoenda kwao sio watibabu. Wengine ni wadanganyifu. Na wengine wanaweza wakafanya matukio ambayo yanaathiri watu kama ualbino au kutafuta viungo vya binadamu ambao ni hatari kabisa, na hii itachafua tasnia yote ya tiba asili. Kwa hiyo tunaomba wananchi, uongozi unatoka kwa Mungu. Na kama tunataka kuamini kwamba kiungo, ngozi au kiungo chochote cha binadamu ndio kitakufanikisha, hapo tutakuwa tunakuwa katika karne ya nyuma ambayo sio karne ya kisayansi. Na tunashauri wa Tanzania tuepuke kufanya matukio kama hayo ambayo ni ya kishetani, ambayo tusije tukawaingiza viongozi ambao wamepitia njia isiyo halali ili kuja kutuongoza, huku amemuua albino, huku ametumia matiti ya mwanamke, huku ametumia viungo vya ambavyo havikubaliki ili kupata uongozi. Huyu atakuwaje kiongozi wa kutuongoza? Kwa hiyo tuepuke na kitu kama hicho. Wito wa baraza kwa vyombo ni kwamba tushirikiane na baraza. Nyinyi muwe kama washikadau wetu ili tuweze kutoa taarifa sahihi. Kama kuna mtu yeyote, mganga yeyote anayekuja kwako ili uweze ukamtolea tangazo, kitu cha kwanza muulize kwamba je, hilo tangazo lako limeidhinishwa na Baraza la Tiba Asili? Kama haijaidhinishwa, usije ukatoa hilo tangazo, kwa sababu madhara yake yatakuathiri wewe na itaathiri pia tasnia ya tiba asili. Kwa upande wake, msajili wa baraza hilo Lucy Mzirai amesema serikali inaendelea kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha sekta ya tiba asili kwa kuhakikisha huduma hizo zinakuwa sehemu ya mfumo rasmi wa afya nchini. Kwa kifupi, serikali imekuwa msambamba katika kuendeleza huduma za tiba asili nchini, na hii haianza leo au miaka mitatu iliyopita au kipindi cha corona kama wengi wanavyofikiria. Zoezi hili limeanza tangu baada ya uhuru, ambako serikali ilimwelekeza mkemia mkuu wa serikali kufanya tafiti kwenye miti dawa inayopatikana Tanzania na kuiweka katika nyaraka mbalimbali kwa ajili ya rejea matumizi mbalimbali katika tafiti, huduma za tiba na mengineyo. Lakini pia serikali iliweza kuanzisha taasisi yake ya tiba asili katika chuo cha Muhimbili, ambako nao ni sehemu mojawapo ambayo inaongeza nguvu katika kuendeleza huduma za tiba asili. Hii ikienda sambamba pamoja na uendeshaji wa taasisi ya NIMR mwaka 74 katika kuendeleza shughuli hizo za tiba asili. Lakini pia tiba asili imekuwa na mchango mkubwa sana katika kuendelea mapato ya kuchangia katika mapato ya nchini, ikiwa pamoja kwamba tunatambua kwamba kila mwaka karibu ya tani 30 za tiba asili zinauzwa kutoka katika soko letu la Tanzania kwenda nchi mbalimbali. Kwa hiyo imekuwa ikichangia katika kuingiza pato la kigeni, na zaidi ya dola 200,000 kwa mwaka huwa zinakuwa sehemu ya biashara hiyo, ambao ni sawa na milioni 520. Hii pia imeenda sambamba pamoja na uanzishwaji wa huduma za tiba asili, uingizwaji wa huduma za tiba asili katika hospitali zetu 14, ambako huu mwaka tunaoanza mpya wa fedha 25-26, jumla hospitali 14 zitakuwa zinatoa huduma hizi, na katika hospitali hizi magonjwa karibu 19 yatakuwa yanatibiwa kwa huduma za tiba asili, ikienda pamoja na matumizi ya dawa ambazo zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na kufanywa utafiti wa awali. Malengo makuu ilikuwa ni kumlinda mtumiaji na kuhakikisha kwamba huduma za tiba asili zinapatikana kwenye maeneo ya karibu na ambayo mgonjwa anaweza kufikia hizo huduma pale anapohitaji. Ila katika huduma hii jumuishi ya tiba asili katika hospitali zetu ni dawa kama 26 ndo zimeanza kutumika. Lakini serikali inaendelea kuongeza kadri ya uhitaji na jinsi inavyotambua uhitaji wa afya na magonjwa mbalimbali ambayo yanahitaji kutibiwa kwa tiba asili.